Nikikwambia uze hiyo kitu, ni kwa sababu nakupenda. Ubaya wako, hupendi mawaidha, hupendi kuambiwa, na ukiambiwa, husikii, sikio lako halisikii dawa. No, see your life. This could be you in Spain, in a sugar daddy summer home, drinking good wine and doing high quality drugs. Instead, you're mad over some dumb shit Brayo or Kebo did or did not do. So, shika masikio hivi. Tell yourself, self, leo lazima niuze hikuma. Self, leo lazima ni... Good girl. Mimi nikiona na dem, mimi umkula, alafu na post status, then sijui venye zienda Telegram cause every day like na change wote. You change women every day? Like unajua ukiona dem au get one out, ndio? Like ukiona alafu unini mara ya kwanza utakuwa tu bored na so unaenda una exchange to another one. In short, what is your body count? Miss counting lakini maybe nimefika so 8 ama so 9 but si counting. Sasa wanaibanga status zangu wanaweza count waniambie. Unaona ni kama umelala na usina ngapi? Sijui lakini so 8 huko juu sijui si counting but kawe ni fan wangu since the first day on my IG that was hacked. Unajua my body count. Mi udel na ma rich kids lakini nimechafua wengi sana. Nilipatana na hizi video mbili pale kwa TikTok nikipiga tu maraundi zangu. Nikasema lazima nizichambue. Hebu kwanza tuanze na boys. Tumwambie ama tusimwambie? Tumwambie tu ukweli. I go by the name Stamina Gusto, and before you proceed with this video, kindly subscribe to this channel and make sure you press this bell button so that anytime na upload a new video, you're notified. So, let's continue. Manze, in this 21st century, who brags about having multiple body counts? Sleeping around is never a flex. My friend, exchanging your energy with people that you don't know. Hiyo si kitu ya kubrag about mpaka unakuja kwa public space unaanza kusema ati mimi madem wengi sana nimekanyaga. My friend, you are lost. Wewe ndio fala, unapatia wase energy yako. You are pouring into people when hata ujui ni akina nani. You are not getting anything in return. Alafu dem atakumcheki. Ukimwangalia tu fiti, she's in her early 20s. But ana encourage madem wakwe mapoko. Mimi sijui nini ilifanyika. I think our wali lack two good role models kwa life yao. And the saddest thing is that all of these people are so young. Na mtu anaenda pale anajanika kwa social media anasema vitu kama hizi. What they don't know is that the internet never forgets. Hakuna kitu imetupisha mayouth ambao siku hizi kama historia ya kugonga na kugongeana. Watu wamenormalize historia ya kulana ovyo ovyo, not knowing they are promoting promiscuity na itakuja kuwa mess later on in life. Casual sex is one of the biggest scam in the 21st century. You're thinking that you're winning new bodies, new numbers, but your body knows better. During sex, your body releases a chemical called oxytocin. Na hii chemical, it is used for binding. And this chemical doesn't ask kama uko na connection na mtu ama ako loyal towards you. It is just wired to bind the both of you. Just imagine, ukikuwa na multiple body counts. Si body yako itakuwa confused. You're thinking that you're stacking experience, but you're stacking emptiness. Every quick attachment goes nowhere. It cuts off your ability to trust and empathize. It deadens the ability to feel intimacy when it really matters. And that's why squeezing nowadays relationship mobbers last, because people don't know when to stay when it really matters. And to those who believe in the scriptures, and also 1 Corinthians 6:16, if you sleep with a prostitute, you become one. Hiyo inamaanisha ukidozi na mtu mwenye akona spirit fulani, atakupasia spirit na utakuwa tu kama yeye. It explains this. The moment unadozi na mtu, hata kama mtu alikuwa toxic, alafu wewe ukikuwa toxic before, utajipata mnavurugana tu kama yeye. Wewe ni mtu ulikuwa umetulia kitambo. All of a sudden, you have become this violent person. Kama partner wako, sex inatumika na watu evil kama portal ya kuwapasia spirits zao zenye ni chafu. My friend, sex ni kitu inatumikaga sana in the spiritual realm.
So be careful. Don't go sleeping around with every person that you meet. Na niko sure by now, umeshasikia about his story. Kuna maboys hapo wako na do. Unapata kuko Kilimani, wanaishi high end places. Mse anatafuta dem, anamwambia nakuge 50k. Bora to sleep na wewe bila CD. Unafikiri mtu ni fala kupatia 50k? There is something you are getting from you. Ni mse anakuja anaswap destiny yake na yako. Wewe unabaki na hizo ufala zake. Kama alikuwa na hiyo spirit ya poverty alizaliwa nayo kutoka kwao huko, kama ako mtoi anakuja anachiki uko na staff fulani na anataka kuichukua. Mse ana swap destiny yako na yake. Unapata mtu lazima dozi na mademka 10 in a month. It is because the ritual leader alimwambia niaje, for you to maintain this wealth unafaa dozi na madem 10 different women without protection. Na unapata pia instance zingine unapata dem anaambia niaje, ritual leader anamwambia niaje, kama unataka ku get wealth kutoka kwa mse, unataka kumtrap, make sure umedozi na yeye. Na pia kabla dozi na huyo mtu mwenye anataka huyo dem, huyo mganga anamwambia I must sleep with you first. Why do you think they use sex? It is because they use it as a passage. Mtu asiwe kudanganya that body count never matters. It really matters. Because the more the body count, the lesser you'll have the chance to pay a bond. Ile time utafika kwa life yako unasema unataka kusettle na mtu mmoja, hautakuwa na the ability to have a strong emotional connection na kuweza kusynchronize emotionally na partner wako na uweze kukaa kwa relationship for long. Simply because ulipatana body yako kwa kila mtu. Uko na so many spirits zinaishi within you. Energies mingi sana umeexchange na watu wengine uko nje. Hadi kuna confusion. Hautaitosheka na mtu mmoja. You'll always find a fault to leave the person mwenye ungekaa naye forever. So you'll end up missing all meaningful relationships zenye ungekuwa nazo kwa life yako. Sex si kitu ya kuchezea, my friend. Body count really matters. Until next time, salute. Stamina gusto. Oh na 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 na. Hey, you're ready.